Katika historia ya siasa za Afrika, wapo viongozi wachache ambao majina yao yamekuwa kama mihimili ya taifa. Watu ambao walipanda ngazi za mamlaka wakiwa vijana na wakaendelea kushika hatamu za uongozi kwa miongo mingi. Miongoni mwao ni Paul Biya, rais wa muda mrefu zaidi barani Afrika na duniani kote. Safari yake ni simulizi ya siasa, nguvu, ustahimilivu na changamoto za kidemokrasia. Paul Biya alizaliwa tarehe 13 Februari 1933 katika kijiji cha Mvomeka, kusini mwa Kameruni. Alisoma elimu ya msingi nchini kwake na baadaye akaenda nchini Ufaransa kwa masomo ya juu katika sayansi ya siasa na sheria. Elimu yake ilimpa msingi thabiti wa kuingia katika mfumo wa utawala wa serikali ya nchi yake ambayo wakati huo ilikuwa bado inajijenga baada ya ukoloni wa Mfaransa. Safari yake ya kisiasa ilianza rasmi miaka ya 1960. Alipoteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, alipanda ngazi haraka na kuwa waziri mkuu mwaka 1975, nafasi ambayo ilimuweka karibu sana na uraisi. Mwaka 1982, aliyekuwa rais wakati huo Ahmadou Ahidjo alitangaza kung'atuka madarakani ghafla. Hatua hiyo ilimpa Paul Biya nafasi ya kuchukua rasmi uongozi wa nchi kama rais wa pili wa Kamerun. Alipoingia madarakani, aliahidi mageuzi ya kisiasa, usawa na kuimarisha demokrasia. Wakati huo taifa lilikuwa chini ya mfumo wa chama kimoja. Baada ya shinikizo la ndani na la kimataifa, Paul Biya alikubali kuanzisha mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1990. Hii ilionekana kama hatua kubwa ya kisiasa, ingawa upinzani ulikuwa na safari ngumu katika mazingira yaliyodhibitiwa na serikali yake. Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 amekuwa madarakani tangu mwaka 1982, zaidi ya miaka 40. Katika kipindi hicho ameiongoza Kameruni kupitia changamoto nyingi, ikiwemo migogoro ya ndani, changamoto za kiuchumi na migawanyiko ya kikabila na lugha kati ya maeneo yanayozungumza Kifaransa na Kiingereza. Serikali yake imekuwa ikilaumiwa mara kadhaa kwa ukandamizaji wa upinzani, udhibiti wa vyombo vya habari na uchaguzi usio huru. Pamoja na hayo, amesalia kuwa na ushawishi mkubwa serikalini na ndani ya chama chake tawala cha Cameroon People's Democratic Movement (CPDM). Amefanikiwa kudumisha uthabiti wa kisiasa kwa muda mrefu kuliko viongozi wengine wa Kiafrika. Moja ya siri za kudumu kwake madarakani ni uwezo wa kudhibiti taasisi muhimu za dola kama jeshi, vyombo vya habari na mfumo wa uchaguzi. Mtindo wake wa utawala ni wa ukimya lakini wenye ushawishi mkubwa. Kwa miongo mingi amekuwa akiongoza huku akiweka pembeni wapinzani wake kwa njia za kisiasa na wakati mwingine kijeshi. Pia ni kiongozi anayejulikana kwa kutumia mbinu za utulivu wa kudumu, akiepuka migogoro ya moja kwa moja na wapinzani, lakini akidhibiti mazingira yote ya kisiasa kwa umakini. Paul Biya ameoa Kenta Biya mnamo mwaka 1994, ambaye pia amejizorea umaarufu mkubwa nchini Kamerun na kimataifa. Kwa miaka mingi rais huyo amekuwa akitumia muda mwingi nchini Uswizi kwa mapumziko, jambo ambalo limekuwa likikosolewa na raia wake kutokana na changamoto za kiuchumi. Urithi wake unajadiliwa kwa mitazamo miwili. Kwa upande mmoja, anaonekana kama kiongozi aliyeleta uthabiti wa muda mrefu nchini Kameruni, nchi ambayo haijawahi kushuhudia mapinduzi ya kijeshi. Kwa upande mwingine, anakosolewa kwa kudumisha mfumo wa utawala wa muda mrefu bila mabadiliko ya kweli ya kidemokrasia, hali ambayo imezua kizazi kipya cha uongozi kujitokeza. Hata hivyo, mbali na kuwa rais mzee zaidi duniani, kwa sasa bado ameweza kuwania nafasi ya urais katika uchaguzi wa Kameruni mwaka huu. Zoezi la upigaji kura lilifanyika Jumapili, Oktoba 12, 2025, huku akikabiliwa na wagombea 11 wakiwemo Issa Chiroma Bakari, waziri wa zamani wa ajira, aliyevutia umati mkubwa wa vijana katika kampeni. Wataalamu wa siasa wanasema licha ya shauku kubwa ya mabadiliko, mfumo wa siasa ya Kameruni
unahakikisha kuwa unampendelea Biya kwenye matokeo ambayo yanatarajiwa kutangazwa Oktoba 26 mwaka 2025 kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Cameroon. Jina langu ni Fred Kuboja. Usisahau kushare, kucomment, kulike na kusubscribe katika channel hii ya Kuboja TV.